kila la kheri. Kwa hakika jambo hili la madrasa ama la kufundisha ni jambo zito sana. Leo ukitaka kutukanwa, ukitaka kupuuzwa, ukitaka kudharauliwa, basi fanya kazi ya kusomesha dini. Ukitaka kuitwa mwandazimu, ukitaka kuitwa mchawi, wewe kuwa imamu. Ndio maana ukaona hawa watoto huwa hawataki kusoma elimu ya dini, kwa sababu ukimwambia asome atakwambia ataka niwe kama ule ustadhi ule, kanzu yote viraka, siku zote kwa babangu huja kuomba ule, wataka na mimi niwe kama yeye. Haya ndio mambo yameturudisha nyuma. Jambo lingine kwa wazazi, na mimi nikiwa ni mmoja, mlango wa madarasa ni kama mlango wa polisi ustadhi. Mzazi humuoni katika mlango wa madarasa, labda ataka kusomewa khitma, mtoto wake ataka kufanya mtihani, ataka dua, basi cha ajabu zaidi ataka kutinjiwa kuku aswa. Yani kutinjiwa kuku kazi ya nani? Mwalimu wa madarasa. Tumefikishana hapo. Sikutaka kusimama lakini umenisimamisha. Haya mambo si tumeyapitia, alhamdulillah, tumeyaona uzito wake. Lakini ukitaka kufanya siku zote ufanye kwa ajili ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wacha watu waseme tu. Kuna na watu lugha zao za kufisha na moyo. Kama kuna mahali niliona kipande fulani, kuna mtu aliingia, shekhe yasomesha almashu ala alkhuffain, masala ya kupangusa juu ya khufu mbili. Akaingia fidhuli mmoja, kaambia shekhe, watu waenda mwezini wakirudi, wewe uko katika almashu ala alkhuffain. Amwambia ule shekhe ule shekhe akaambia, nitakuuliza swala moja tu, wewe ushafika huko mwezini? Wewe hujafika mwezini, na hii almashu ala alkhuffain pia husomeshi. Sasa amekuwa si afadhali mimi basi? Yani tuna lugha za kufishana moyo. Wazazi ambao wako hapa, kuna kitu muhimu sana ambacho wengi wetu tukipuuza. Sisi inawezekana ni watu tumesoma, umesoma na zikasomeka, lakini huna wakati wa kusomesha. Basi muunge mkono ule anayesomesha. Hapa tumesikia kuna watoto wametoka Malindi, wametoka Bura, hawaji kwa hewa, wale hawaruki. Kuna tikiti atakana kulipwa, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, man jahaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza. Mwenye kumwandaa mpiganaji vita, mtu aenda jihad, bwana mimi sina wakati, afya yangu si nzuri, ni hivi, lakini shika hizi 2000 utanunua maji barabarani. Upanga wangu huu shika, wakati wa sasa ni mambo ya bunduki na nini. Sasa mwalimu humpi moyo badala kumfisha moyo haswa. Wewe utakaa tu hapa ukisomesha, mwisho atafanya nini hao? Manake wajua nini, akienda skuli huyu atakuwa engineer, huyu atakuwa pilot. Sasa ikiendelea hivi, itafika wakati iwe mtu nyumbani akifa mtu hakuna mwenye kumuosha. Hakuna ajuaye kukafini maiti, hakuna ajuaye kuswalia maiti. Huko kaburini ndio usiulize, manake mtu aweza kulazwa uso umeelekea chini huko. Si bora zikwe tu? Kwani atakuswali wengine huko? Kwani atakuswali mlekeza kibla? Bora zikwe tu bana. Sasa haya mambo kama hatupati kutoka kwa walimu, na hasa huku ustadhi, afadhali kule kwenu, afadhali kule kwetu, sisemi kwenu na mimi nimo, afadhali kule kwetu.
ile swala ulouliza kwamba hawa wakenda maulidini, wakenda hapa, kisha ile nafasi Lamu, sijui kwa sasa, lakini ilikuwa pale Riadha, kuna wanafunzi wale ambao husoma skuli. Kwa hivyo mchana mzima wako wapi? Skuli. Wamepangiwa mwalimu maalum baada al-maghrib mpaka saa 2:30 saa 3, yale masomo yasiwapite yani. Lakini huku nasallallahu salama, manake watu hawafi mpaka Disemba huku, umenifahamu? Huku watu hawafi mpaka Disemba, hawaolewi wala hawaoi mpaka Januari. Mashallah, wa kuzaliwa wa kuendelea na maisha mazuri, lakini kufa na harusi, yani kila skuli zikifungwa watu ndio hufa na watu ndio huoa na kuolewa. Maradhi makubwa haya. Naona nimwatie naye rafiki yangu, ndugu yangu Said Muhammad, manake ametoka masafa marefu kwa ajili ya hili, na mimi kubana namna hii, siku nyingine mimi kenda swalihina hatonipa nafasi. Basi na mimi nitampa nafasi kidogo kwa amri ya wenyewe, isiyo meleta ufidhuli wa Kinairobi hapa. Wewe umesimamishwa, wewe naenda kusimamisha watu kwa ruhusa yao, basi inshallah na yetu tumpe nafasi inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حبيبي